Ndugu mgeni rasmi, baba yetu, mzazi wetu, ndugu Nehemia Ramadhani Mfuko, ndugu mwenyekiti wa kata ya Sigaya, baba yangu mtu makini sana, Tanga tunakusimulia sana na tunajifunza kupitia wewe. Ndugu katibu kata ya Sigaya, ndugu wenezi wa tawi tuliwepo, ndugu daraja TAWASA zote zilizokuwa hapa, mabibi na mabwana, bila kuathiri itifaki zenu, assalamu alaikum. Ali Mazinga kidogo Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kwanza nianze kama alivyoanza mwenzangu aliyotangulia hapa, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuanza kuifunga safari yetu kutoka Tanga mjini, lakini pia kukwepa vyote vilivyopo barabarani ambavyo sio vizuri na kuweza kufika kata hii ya Sigaya, eneo hili la Mkanyeji, kwa ajili ya kuja kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu watu wa hapa Mkanyeji, ndugu zangu watu wa Sigaya, tulikuwa na uwezo wa kumwambia diwani wetu Mzee Mashango kwamba sisi tunataka kuongea na watu wa Bwagamacho, lakini tulimwambia wakati ukienda Mkanyeji basi tuambie, ili twende tukaongee na ndugu zetu wa Mkanyeji, kwa sababu ni ndugu zetu na wanahitaji kusikiliza sauti zetu kama ndugu zao kutoka Tanga mjini. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mimi niruhusu nitaongelea sana kuhusiana na mbunge wa upinzani ambaye yuko hapa Mkinga, kwa sababu ni mtu anayetoka eneo moja ambalo natoka mimi, kata ya Makorola. Kwa hiyo nitamwongelea yeye ili mjue nina mbunge wa namna gani, lakini pia sitaacha kumwongelea walau kidogo, japokuwa atakuja kuongelea baadaye, kwa sababu naye ana mkazi wa kwao Chubadili anayegombea udiwani kata hii kupitia chama cha wananchi kafu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini pia sisi sote ni mashariki, bado tunatakiwa kusikia Daktari Samia Suluhu anaiwazia nini Mkanyeji yetu, anaiwazia nini Sigaya yetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu watu wa Sigaya, kazi ya Chama cha Mapinduzi ni kuwaeleza watu nini wamefanya, nini watafanya baada ya kupewa nafasi kwa wakati mwingine, ambayo ndo kama hii tunayoiomba. Tulitoka 2020 tutaelezea tulifanya nini, lakini kutoka sasa hivi napo tutafanya nini baadaye. Ndugu zangu watu wa Mkanyeji, ikiwa sisi wote tunakubaliana tuna akili timamu, basi wote tunatakiwa tukubali kwamba macho yetu yako sawasawa na yanaona nini kimefanyika na Chama cha Mapinduzi, hususan kata hii ya Sigaya kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025. Mungu ametujalia watu wa kata hii ya Sigaya, Mungu ametupa neema watu wa kata hii ya Sigaya. Mzee Mashango hakuwa akihitaji sana kuiongoza kata hii ya Sigaya, lakini sisi wote ni mashahidi, baada ya kuongozwa kwa miaka 10 na upinzani kata hii, baada ya kuonekana namna maendeleo yanavyosuasua ndani ya kata hii ya Sigaya, kile chuma ndio kikaamua hapa, ngoja twende tukawakomboe watu wa Sigaya. Watu wa Sigaya 2025 mmemwamini Mzee Mashango. Leo hii Mkanyeji hii tuliyopo hapa sasa hivi ina kiwanda cha kubangua korosho. Kwani Mkinga korosho zapatikana Mkanyeji peke yake? Lakini kupitia yule kujenga kwake halmashauri, ndio leo hii unaona Mkanyeji imepata kiwanda cha korosho. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini hiyo haitoshi. Sote watu wa Mkanyeji hapa tulipo tunajua fika namna sisi tuliosoma na watoto wetu ambao wamemaliza kabla ya miaka 5 kuisha, walimaliza darasa la 7, walikuwa na umbali gani kufuata shule za msingi zilizopo karibu na maeneo yetu. Lakini leo Mkanyeji hii tuliyepo, katika ardhi hii tuliyepo, watu wanasoma hapa watoto wetu wanaenda shule mapema na wanarudi nyumbani mapema. Nani kama Mashango? Tukiwa tunataka kumkataa Mashango, tuwe na sababu na tuwe na aibu. Tumwambieni Mashango tumekuchoka, Mashango tupishe, atapishe. Lakini sio kwamba sisi tunataka maendeleo
Mashango gani? Huo ni uongo ambao Mungu mwenyewe anatushuhudia kwamba tunaongea uongo. Tusikubali kuingia katika uongo. Sisi tunajua Mkanyevi hii kabla ya Jumaa Sifa Mashango palikuwa hakuna umeme. Kuingia Jumaa Sifa Mashango umeme umefika Mkanyevi hii, umeme umefika Sigari. Nani kama Jumaa Mashango? Nani kama Jumaa Mashango? Ndugu zangu watu wa Mkanyevi, wako madalali wingi wa kisiasa, na hao madalali wa kisiasa hata hapa munaye mtu anaitwa Amina Rashidi. Yule ni dalali wa kisiasa. Watu wa Mkanyevi, watu wa Sigari, mwelewe. Kama mtu anasubutu kwenda kuuza nyumba yake eneo zuri ya Mombasa, anataka kuifanyaje kata yetu ya Sigari? Tujiulize. Tukimpa Sigari yetu sisi, kashauza nyumba kule, nyumba yake ipataje? Anataka kufanyaje Sigari yetu? Kwa hiyo lazima tuwakatae madalali wa kisiasa. Sasa tutakapokataa madalali wa kisiasa, kwa kuwa tunajua wameuza nyumba zao kwa ajili ya kuja kusimamia mtu apate udiwani, ili apate udiwani wa viti maalum. Sio kama tunaelewana. Mnaweza mkaona kama ya uongo hata mahandao ndio uwepo, na tunalijua kwa sababu hawa watu hawakauki mjini na stori zao wanapozipiga, na sisi tuko mahala hapo hapo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini ndugu zangu, watu wa Mkanyevi, watu wa Mkinga kwa ujumla, mnaye diwani wa Kafu anaitwa Nuru Bafadhili, sijui kama mnamjua vizuri. Huyo mama amekaa kwenye ubunge wa viti maalum miaka 7. Miaka kwa wana yake mpaka leo akaa nyumba ya kupanga Makorora pale mtaani kwangu, ambapo mimi mwenyekiti wa vijana. Miaka 7 ya ubunge. Ukimaliza ubunge miaka 5 unaingiziwa milioni 800. Milioni 800 ya miaka 5 iliyopita ya kwake. Hakuweza hata kununua kiwanja Tanga mjini. Akaenda kwenye kiwanja ambacho alikiacha marehemu mumewe Mzee Asilia, akataka kutengeneza ghorofa. Kiwanja akiuza kile kiwanja, mjomba wake huyu ndo akinunua, mgeni wetu rasmi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Hao watu wakija kutuomba, hawaji kutuomba kwamba wana shida na sisi. Kama wana shida na watu, Nuru Bafadhili angegombea Tanga mjini ambapo ndo wana makazi yake. Kwa nini aje kugombea Mkinga? Ili amfanyaje? Amtese? Nyinyi watu wengine hawezi kuongoza? Tunabakioje tu, hawezi kuongoza? Mimi nataka nijiibie story moja, sijui kama ndugu zangu watakubali. Mwaka 2018 wakati wa uchaguzi mdogo Tanga, tunatafuta mziki kila pahali hatupati. Sote huyu mgongo wa nini ambaye ni 22 ndio watu wanaona anaanza kugombea. Bwana, kuna mtu Mkinga ukasikia tu misaada, hebu mpigie simu anaitwa Makioge. Naambie tuna shida ya 7 ya muziki, mtu huyu hapa kashaka tunapata. Kwa Makioge apigwa simu moja asema kwa ajili ya nini? Chama cha Mapinduzi. Yeye wanatuma endelee na mkutano, mtafuteni kula Dkt. Samia. Anzeni kutafuta mambo mengine, lakini sio swala la hela. Tanga ni Mkinga, Mkinga ni Tanga. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini ndugu zangu, kweli sisi watu hapa hatujua aliyofanya Dkt. Samia Mkinga hii? Tanga mjini pale. Sisi hatuna kambi ya jeshi la manuni wa uhamiaji. Na Tanga ni mjini. Uhamiaji umekuja wapi? Ni amjini kama matengenezo kampasi ya Mzumbe. Tanga mjini kampasi ya Mzumbe atakaije Dkt. Samia akasema hapana. Hapo Tanga tuweki chochote kwa wakati huu mpaka wakati mwingine. Lakini hiki kiwanda lazima kiende Mkinga. Mkinga ni mji unaohitaji maendeleo kwa kasi kutokana na watu wa Mkinga ni werevu kuliko watu wote. Kwa hiyo tukawekea kampasi hiyo chombo wao. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mimi ndugu zangu, nimeitwa hapa kwa ajili ya kusaidia mgeni rasmi wetu huko. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Palipo na Chama cha Mapinduzi, basi kuna umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, kwa maelekezo yake katika vikao vyao, ulituelekeza na kutuambia tuhakikishe kila wilaya, kila jimbo lisipoteze serikali ya mtaa hata kijiji kimoja. Na
hiyo kutoka 2019 ndio ilifanyika. 2022 sisi ndio tumeingia madarakani na tukalifanya 2024. Hakuna kijiji hata kimoja kilichopotea wala mtaa katika taifa hili mkoa wetu tulio. Hivyo Chama cha Mapinduzi na umoja wake wa vijana na mimi siri na mimi mtamsamehe kupitia mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana ndugu Ramadhani Omari almaarufu Sombo ametuagiza tusipoteze kata hata moja, kila mtu katika jimbo lake. Kwa hiyo nihakikishie ndugu zangu, kwenye ushindi wa Juma Mashangwe uko vizuri kupitia nyinyi ni kujitoa tu kwa mapema. Kwenye ushindi wa Chama Kioja kadhalika tutashinda mapema, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan Tanga hii ndiye mtu atakayepata kura nyingi kuliko kura zilizowahi kupatikana na rais yoyote aliyewahi kugombea katika nchi, na tutahakikisha hakuna rais atakayevunja rekodi ya kura atakazozipata Samia wakati huu. Kwa nini nazungumzia hivi? Tunajua wote na sote ni mashahidi, Rais Samia hatukuwahi kumchagua. Wakati wake wa kumchagua Rais Samia ni huu. Wakati wake wa kumheshimisha mama na kujua thamani ya mama ni huu. Hatuna chochote cha kumpa yeye. Ametupa maendeleo katika miaka minne aliyochukua kutoka kwa mtangulizi wake. Ametupa maendeleo bila ya kujali. Mama angeweza kusema hapana, hawa sikuwafuata mimi, walifuatwa na Rais Magufuli. Lakini Rais Magufuli alivyofariki, Samia akasema hapana, hawa katika hali yote natakiwa niwape maendeleo makubwa. Ndio hayo tunaona mradi wa maji umeshaanza na unapita, kila mtu anaona. Yote ni kwa sababu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Yote ni mashahidi. Anaweza akatokea mtu sasa hivi mpumbavu akakwambia bora ukaishi Mombasa kuliko kuishi Tanga. Mimi nataka niwaambie kutoka Herehere na Lungalunga wapi pamechangamka? Herehere na Lungalunga hapo tu karibu, wapi pamechangamka? Lungalunga si pembeni ya Kenya. Mbona Lungalunga haijachangamka kama Tanzania? Maana yake ni kwa maendeleo tuliyonayo Tanzania ni maendeleo mazuri kuliko yalipo Kenya, lakini sisi wa Tanzania au walivyotujalia ni kujimeza wenyewe na kusifu wengineo. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu zangu, watu wa Sigaya, maneno ya kuzungumza ni mingi. Sigaya ni nyumbani, Moa ni nyumbani. Wakati mwingine tukipata wasaa tutakuja kuzungumza, tutakuja kuyasema mingi kuhusiana na Mkanyevi wetu, lakini kwa imani na kwa namna watu wa Mkanyevi walivyo wakati huu, inshallah hapa tunashinda mapema kabisa, na Mungu akipenda, kwa sababu makorora tumeahidi haitafika saa 4. Kila mtu atakuwa kashapiga kura na akidi ya wapiga kura itakuwa ishatimia. Mungu akipenda, ngoma itakayokuja kuchezwa hapa na mimi inshallah nitakuja kuicheza hapa, kwa sababu ndio ngoma itakayokuwa nzuri masikioni mwa watu kuliko ngoma zozote ambazo mmewahi kuzisikia. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asante sana.